kuja kwa mwanangu na unifanye chochote. Basi baba analalamika kweli. Mshikaji anamwambia baba, naomba unisamehe basi kwa vile kilichotokea. Baba anamwambia nimekuja hapa sijamlipa huyo dereva taxi kiasi chochote. Nenda kamlipe hela yake na aondoke. Basi mshikaji anachukua jukumu la kwenda kutoa hela na kumlipa huyo dereva taxi, na anamwambia mke wake kwamba aingize gari ndani, wenyewe waingie ndani. Basi mshikaji anachukua jukumu la kubeba mizigo ya baba yake na kuweka ndani. Watoka wote wanaingia na bidara anachukua jukumu la anaweka gari ndani. Basi ni siku nyingine hapa tunamuona mshikaji kafyumu kweli, kafyumu anamuuliza mke wake, nani mwanaume huyu mtoto? Nani baba huyu mtoto leo mbeba hapo tumboni? Mshikaji kafyumu kweli, anamchapa kofi mke wake kwamba mwambie ni mtoto yule ni babake ni nani ambaye mbeba pale tumboni. Basi baba yuko zake jikoni, anasikia mke wake analia huko, anakuja kwa mbio kusuluhisha ugomvi unaoendelea hapo. Baba yake Jimmy anajua mkwe, anaambia Jimmy, nini unafanya hii? Nini unafanya? Unampiga mke wako? Unampiga mke wangu? Unampiga? Ambia papa, hii haikuhusu. Hii ni ya kwetu sisi wawili, ni vitu ambavyo ni vya asili. Ambia inanihusu na mimi. Kitu chochote ambacho kinatokea kwenye familia mimi kinanihusu. Unampigaje huyo mwanamke? Umesahau Jimmy, umesahau? Umesahau kile alichokufanyia? Umesahau bidada amekaa nawe kwenye hali ambayo ulikuwa nayo? Sasa hivi ndo unaanza kumpiga. Unapata wapi uamuzi au nguvu ya kumpiga huyo bidada? Unatoa wapi nguvu? Au kumbuke yale yalitokea nyuma? Ukumbuke kwamba bidada alikuwa na wewe kila sehemu, kila hatua anatembea na wewe. Amekufanya hadi leo uko hivyo. Basi baba anajaribu kusolve huo ugomvi usiendelee, na mshikaji Jimmy anamwaji kataa, anaondoka sasa. Huyu mzee anamwambia mke wake kwamba kaa hapa basi mke wangu, kaa hapa kwenye kochi na tuongee. Mzee anazidi kumwambia kwamba huyu ni mwanangu, namjua kabisa, na nilikwambia kabla hujaona naye kwamba huyu mwanangu hata usione naye tu kwa sababu namjua tabia zake, amekuwa nazo tangia muda. Basi bidada anamwambia baba mkwe, mimi ndo mwenye kosa, nampenda sana Jimmy, nampenda. Anamwambia haya, lakini haina shida, mshawana sasa, hakuna kitu kitaendelea. Basi na kuomba amka hapa twende, uende pumzike chumbani kwako. Hawezi kushika tena na kuahidi, hawezi kushika. Yule ni mwanangu, ananiheshimu, hawezi kushika tena. Anamwambia hawezi kugusa. Bidada anaonekana anaogopa kweli. Anamwambia papa, atanipiga tena. Anamwambia usijali, ni mwanangu. Mshamkanya hapa, hawezi kurudia, hawezi kupiga. Basi anamuongoza bidada na wanaelekea, anampeleka chumbani akapumzike. Basi room natupeleka ni siku nyingine hapa. Mshikaji Jimmy kakaa na baba yake, wanazidi kusuluhisha ile ugomvi ulikuwa unaendelea. Baba anamwambia Jimmy, sipendi sana kuona kile kilichotokea juzi kitokee tena. Sipendi kabisa. Sipendi ukimnyanyasa huyo mdada, sipendi kabisa. Wewe ndio ulimuoa, inabidi umtunze na haki yako kumtunza. Jimmy anamwambia baba, lakini hujui tu ana makosa huyu. Anamwambia licha kwamba ana makosa, kumbuka huyu binti amekutoa mbali. Na nikwambia ukweli, Mungu aliye juu mbinguni anaona na kabisa atalipa kama utaendelea kumfanyia ubaya au unazidi kumfanyia huyu bidada. Basi mzee anazidi kumkanya na kumwambia asiwe anampiga hiyo bidada na amheshimu, kwa sababu licha yote bidada amebebea mtoto na yuko na mtoto pale tumboni. Yaani amebeba mimba, kwa hiyo inabidi amtunze kama mwanamke mwenye mimba. Mshikaji anamwambia baba, nahisi uelewi, yaani hauna mawazo yote kuhusu hili jambo, na hili jambo hujui kwa undani. Baba anamwambia sijui nini kwa undani? Kwani ushamuona bidada analala na mwanaume mwingine? Kisha anamwambia ndio najua. Tunaona hapo mshikaji anaamka kweli kwa hasira, anaelekea huko juu. Inaonekana anaenda kumletea ushahidi baba yake ajue kama kweli huyo bidada anatembea na mwanaume mwingine. Basi anatoka huko juu amebebelea bahasha ikiwa na picha na anamuonesha baba na kumpa angalie kile kichomo ndani. Basi mzee anaangalia hizo picha na anaona kweli ni picha bidada alipiga na yule bosi ambaye mtapicha kwa kama anko kwa mume wake. Ni picha ambazo anaonekana kabisa wako kwenye kochi wanaenjoy mapenzi. Basi baba anaanza kusema, anamwambia mwanangu, sote ni binadamu na tunaweza kufanya makosa. Na yeye amefanya makosa kama na wale ambao wanaweza kufanya makosa. Mshikaji anamwangalia tu baba yake, hata haelewi anachokiongea. Baba anamwambia nakukumbusha tena, huyu amebeba ujauzito wako. Ukimfanya kitu kibaya kitakachomkuta mimi sipo. Mshikaji anamwambia baba, mwambie huyo bidada akija hapa
aende kumtafuta huyo mwanaume ambaye amebebesha hiyo mimba. Atoke hapa aende kumtafuta kabisa. Akija hapa wewe mwambie aende kumtafuta baba wa huyo mtoto. Simjui mtoto na sio kwangu, simjui. Basi tunaona hapo bidada anafungua mlango na kuingia ndani akiwa anaongea na simu. Basi mshikaji Jimmy anamwambia bidada kwamba katika hii dakika inayoongea sasa hivi, chukua kila kitu chako na uondoke. Uende kumtafuta huyo baba huyo mtoto. Bidada anamwambia sasa mimi nitaenda wapi? Sendi popote, mimi niko hapa, sendi popote. Anamwambia kwa hiyo popote. Basi mshikaji kwa hasira anatoka na kuondoka akielekea huko juu. Anaonekana kama anaenda kukusanyia kile kitu chake bidada aondoke. Babaka anajitahidi kwa anaitaita, Jimmy, unasikia unafanya nini hicho Jimmy? Basi mshikaji Jimmy anaelekea huko na anakuja kumletea mizigo yake. Wanashangaa tu wamebaki pale wameduaa, bidada akimwambia ndio nilikuwa natoka hospitali. Nilitoka kupima mimba kuona imefikia hatua gani. Basi mshikaji anakuja na mizigo kweli yuko mbio anakusanya mizigo ya huyu bidada na anamwambia kutangia dakika hii nataka nikuone wewe na vitu vyako mkiwa pale nje. Au unielewe, nataka nikuone wewe na vitu vyako mkiwa pale nje. Sitaki kuona katika nyumba yangu. Bidada anamwambia Jimmy umekwaje? Mbona sikuelewi. Umekwaje? Sikutegemea unafanya vitu kama hivi. Mshikaji hata sikio anachokiongea, hata haelewi unachokiongea. Yeye shida yake tu ni huyu bidada kwenye anaanza aondoke tu atoke pale. Maana ashamdhalilisha sasa. Ashaenda kutembea na wanaume wengine. Basi wanakaa kama waelewa hapo. Mshikaji yeye kazi yake anakusanya tu kitu chochote na anamwambia bidada anakumbeba kwa nguvu akamwambia ondoka, anamtoa nje na mazaga yake yote, anamtoa nje na kila kitu alichonacho. Aondoke ampige kwenye nyumba yake. Basi mshikaji anamtoa nje bidada na anarudi zake ndani. Babaka anaanza kumuuliza, sasa umehisi furaha kumfukuza? Mshikaji anamwambia ndio baba, nimehisi furaha na nina furaha zaidi hapa. Na kama ukiona wewe ni mbaya na wewe ondoka naye mwende wote huko. Basi tunaendelea na picha yetu na tunaona sasa kumbe mshikaji licha ya kumfukuza mke wake alikuwa ashapata kimada mwingine, ashapata bidada mwingine huko nje. Aliona baada ya kuona huku alikutana hizo picha na akapata ushahidi wa kujitosheleza akafukuza bidada. Basi wamepata party hapo wako wanaenjoy, anawaambia wale wote ambao kwenye biashara moja, anawaambia naona mtajaji sana, najua mtajaji sana kwa hiyo mlichokiona hapa mbele, lakini mwanamke wangu kwa kila nilichonifanyia kwenda kutembea na bosi wangu ambaye aninifinance mimi na akanitambulisha kwa kama anko, kimeniuzia sana kinifanya siweze kuvumiliana. Na unaona sasa katika uzunguka zangu hivi nimekutana na mwanamke mwingine ambaye ni special zaidi ya yule. Basi anawaambia pale waliokuja kwenye hiyo party kwamba wakati tukiwa tunasherehekea mafanikio katika biashara yangu, basi na mimi nasherehekea mafanikio ya kumpata mwanamke mwingine. Kwa hiyo naomba mpige cheers na mwamshe mikono tupige cheers kwa ajili ya mke wangu mpya ambaye anaitwa Sandy. Make cheers kwa Sandy. Basi wakiwa wanapiga zao kinywaji, anaonekana mlinzi hapa anakuja kumshtua boss ambaye ndo Jimmy, anamwambia kuna watu wanakusubiria hapo nje. Basi mshikaji anamwaga bibi wake na kwenda nje kuwasikiliza wale wanakuja na jipya gani. Basi mshikaji anaacha pale na kwenda kuwasikiliza hao wageni waliokuja wanaishu gani. Basi atoka nje na kwenda kuwasikiliza, anakuta kumbe ni baba yake amekuja na watu wengine kuomba msamaha kwa ajili ya huyo mke wake ambao amemwacha juzi kati. Anamwambia baba, karibu kwa kuja. Babaka anamwambia unanikaribisha mimi ndo naona mimi niko hapa peke yangu. Auone wengine? Unaona mimi peke yangu? Mshikaji anamwambia baba, mimi nishasema na nimemaliza na hauwezi tena kunikosoa zaidi na zaidi kwa sababu mimi sasa hivi najiweza, nishakuwa mkubwa. Sio kama kila kitu ambacho nakifanya situmia akili. Sasa hivi natumia zangu akili. Na kwa ajili nilivyokuambia kwamba baba yangu karibu hapa na nasikiliza nimekuja na kitu gani mmeniletea. Basi baba anamwambia haya haina shida. Sisi tumekuja hapo hadi unavyotuona. Tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Kwa ajili unavyojua kwamba sote ni wanadamu na sote tunafanya makosa. Tuachane na yote yaliyotokea nyuma. Tumekuja kumwombea mke wangu msamaha kwa kila alichokitenda. Na tukikonsida kwamba huyu mwanamke sasa hivi yuko na mimba yako, wewe wakati unafanya maamuzi yako ukumshirikisha na kutaka ajitetee. Amerudi leo ili aweze kujitetea na tunaomba kama sitavyokuja kwa heshima na taadhima umsamee huyu mwanamke. Ndio maana tumekuja hapa. Tunaomba usahau yote ambayo yametokea nyuma.
na umsamehe huyo bidada. Basi bidada mwenyewe Nancy anaamua kujiombea yeye msamaha, anamwambia Jimmy, naomba msamaha, naomba msamaha mbele za Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe, nakuomba jamii, nakuomba unirudishe mimi na hii mimba nionayo nyumbani kwangu na niweze kulea mimba vizuri. Mshikaji anawaambia asante na nimewasikia. Ni kabisa kweli mimi kama Jimmy nishamsamehe bidada Nancy mke wangu, nimemsamehe kwa kile alichokitenda. Lakini tukija kwenye swala la kurudiana na kuishi pamoja, naona itakuwa gumu sana. Wanashangaa kweli itakuwaje gumu. Kwa kurudi na kukaa naye naona itaishakuwa gumu kwa sababu alifanya naye maamuzi magumu ya kwenda kutembea na mwanaume mwingine na kaniacha mimi. Basi tunaona hapo bidada wanashangaa kweli, hawaelewi anachokisema. Basi anaingia bidada mwingine ambaye ndo Nancy, anakuja kwa babe, umechelewa basi ni muda mrefu hujatokea. Anamwambia nakuja hapo usijali. Na mshikaji anaamua kuambia sasa, baba, huyu ndo mwanamke mwingine ambaye nimemtambulisha kwenu. Huyu ndo mwanamke ambaye nitaishi naye kwa sasa hivi. Na kuanzia leo hii huyu mwanamke simtaki na nitaishi na mwanamke huyu. Basi huo ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Movie ambayo inaenda kwa jina la Beautiful Love Story in Broken Mirror. Movie kali kutoka Ghana, inatuonyesha kwamba wanaume always wanabadilika. Hawawezi consider na hawawezi kufikiria background yao sehemu ambapo wanawake wamewatoa. Basi mshikaji wangu, dondosha comment hapo kwa kitu chote ulichonacho. Thanks. Usisahau kulike na kusubscribe ili kila kitu kitakachokuja kipya, movie mpya huwa unadondoka nayo. Asante sana.